Kuna mateso mawili maishani. Mateso ya nidhamu na mateso ya majuto. Wewe lazima uchague moja. Hakuna mtu anayeepuka yote mawili. Miaka 30 ijayo, sisi wote tutakuwa wazee kwa namna fulani. Na siku hiyo, hakuna mtu atakayekuuliza jinsi ulivyokuwa maarufu au kiasi cha pesa ulionayo. Swali moja tu litasimama mbele yako: wewe ulitumia vipi ujana wako? Miaka mingi iliyopita kulikuwa na kijana hana jina, hana pesa, hana mtandao, lakini alikuwa na kitu kimoja tu: hamu ya kujenga uwezo. Akiwa na miaka 12, aliandika programu ya kompyuta na kuiuza. Akiwa kijana, alitumia muda mwingi sana kwenye kusoma fizikia na sayansi kuliko kupumzika. Aliwahi kuondolewa kama CEO wa kampuni aliyosaidia kuianzisha, PayPal. Wengi wangedhani ameanguka, lakini hakuvunjika moyo. Leo dunia inamjua kama Elon Musk. Lakini hadithi yake sio kuhusu utajiri au maarufu. Hadithi yake ni kuhusu maandalizi wakati wa ujana. Hili ndilo somo la kwanza. Ujana ni mkataba. Ujana ni mkataba usioandikwa kati ya wewe na kesho yako. Kile unachofanya leo, kesho hakitakuuliza ulijisikiaje. Kitakuuliza ulijiandaa vipi. Sisi wote tuna nguvu na nafasi sasa, lakini nguvu isiyotumika kwa makusudi inageuka kuwa mzigo, na nafasi isiyotumika kwa mwelekeo inakosa maana. Tatizo la kizazi chetu: sisi tuna teknolojia mkononi. Sisi tuna maarifa yanayopatikana kwa kuswipe na kuscroll mtandaoni. Sisi tuna mitandao na fursa zisizo na mwisho. Lakini pia tuna changamoto. Tuna changamoto ya mashindano ya kuonekana kuliko kuwa bora. Mashindano ya shinikizo la kuharakisha mafanikio na umaarufu. Tuna changamoto ya kutokuwa na muda wa kutafakari juu ya maisha yetu. Hii ndio hatari tunayokabiliana nayo. Fikiria Elon Musk akiwa kijana. Hana pesa ya kutosha, hana cheo cha heshima, ana ndoto kubwa kuliko muda wake. Hakuharakisha, hakuruka, hakukimbia, hakutoa kwa hofu. Aliamua kila siku kujenga uwezo, na wewe unaweza kufanya vivyo hivyo. Hebu nikupe kanuni ya jinsi ya kuishi ukiwa kijana. Kanuni ya kwanza: jenga uwezo kabla ya umaarufu. Sifa huja na shinikizo. Uwezo huja na uthabiti. Sisi tunaweza kuwa maarufu, lakini bila nidhamu, utajiri na umaarufu ni mzigo. Kanuni ya pili: chagua maumivu, si majuto. Kujifunza ni kujichosha, kujinyima ni kuumiza ego. Lakini kuishi ukiwa na majuto ya ujana ulioupoteza ni kuumiza maisha na roho yako. Wewe unachagua mateso yako sasa ni yapi? Kanuni ya tatu: fikiria miaka 10 mbele. Sio kila pesa, kila umaarufu au kila trending ni maendeleo. Jiulize maswali haya mawili. Swali la kwanza: je, kila uamuzi ninaofanya leo
unanileta karibu na malengo yangu ya kweli. Swala la pili, kila tabia ndogo ya kila siku inaongeza au kupoteza thamani yangu ya kesho. Sisi tunajenga hatima yetu kila siku bila kujali tunaona matokeo mara moja. Wewe lazima uchague. Ujana utakuwa hadithi ya maandalizi au utakuwa hadithi ya majuto. Siku moja nguvu zitapungua. Huna uwezo kama ujana, una nafasi kama ukiwa kijana. Na hapo hautaulizwa ulijisikiaje. Utaulizwa ulitumia vipi ujana wako. Elon Musk anaweza kubeba mzigo wa shinikizo leo, lakini habebi mzigo wa kusema light ningejituma zaidi nikiwa kijana. Na huo ndio ushindi wa kweli. Ujana ni zawadi ya kudumu. Ni dirisha la muda mfupi sana la kujijenga. Na kile kinachofanywa ndani ya dirisha hilo ndicho kitaamua kama uzee utakuwa wa heshima au uzee utakuwa ni uzee wa majuto na kilio.